Jana mimi nilikuwa kwa gari na Madam Fatuma wakati risasi ilikuwa napigwa. Kwa majina ni Anab Qasim, mwanaharakati haki za kina mama. Jana mimi nilikuwa kwa hiyo gari Madam wakati risasi ilikuwa napigwa. Mimi natoa shuhuda kama mtu ambaye aliweza kuwitness yale mambo yaliweza kutendeka pale Kina. Mimi si mara yangu ya kwanza kuenda katika hii by election. Na ile by election ya wale viongozi wote zimeweza kwenda zikiwa hali yake ikiwa sawa. Lakini hii ya mama iliweka wanaume joto. Kwa sababu alikuwa Lone Ranger peke yake na akaweza kutoa kikundi ya watu wengi sana. Ndio unapata ya kwamba watu waliweza kushika baridi mpaka jambo lenye waliweza kulitumia tu ambayo ni risasi. Na ukiangalia vizuri ya kwamba ilikuwa targeted kwa sababu haikulia kwa umbali, kwa sababu mimi nilikuwa on the left side ya gari na ilikuwa very near. Na imagine reaction ya polisi na ile risasi ingemaliza hata si senator peke yake but wananchi wengi. Kwa hivyo jambo hilo ni jambo la kuhuzunisha, si jambo ambalo wana Isiolo tunastahili kufika. Ni jambo ambalo tunastahili kulikemea wote. Kwa sababu tunaishi na majangili wengi na tukikubali risasi, siasa ya mtutu wa risasi, hii Isiolo haitakuwa Isiolo tena. Ninaomba tu serikali. Madam alitukanwa matusi kila aina, wakaona she's not going down. Sasa wameamua tena ni risasi. Wanataka kuona mpaka risasi imempata ndio wachukue action ama ni ipi? Kwa sababu huyo mama gari ilikuwa inajaa, gari next zote zilikuwa zimejaa. Upande wake wa mama na watoto na wazee wote walikuweko pale. Kwa hivyo ni jambo la kuhuzunisha. Ingawa nashukuru security team yenye ilikuwa pale Kina. Wali act swiftly na wali respond in a way that hatukuwa tunatarajia kwamba security team inaweza kufanya kazi. Lakini tunawaomba bado. Kwa sababu Kina ni town ndogo na watu wanajuana kwa majina. Watu wanajuana kwa sababu kama mtu tuliyapatiwa ni mavazi gani alikuwa amevaa na ni wapi alikuwa anasimama, ni mtu anaweza kupatikana na julikane ni nani anamfacilitate na dhana yake ilikuwa ni ipi. Kwa sababu tukiacha muovu mmoja, kesho mwingine atakuwa salama. Raia tumeona hakuna raia ako salama. Sasa viongozi pia. Na this one is a gender based violence. It is an intimidation to a sitting leader, na wale wanawake wote watataka kutafuta kiti. Kwa sababu itabidi hautatoka kwa nyumba yako bila security. Na hatutaki katika karne hii ya nchi yetu ambayo kuna uhuru wa demokrasia ifike kiwango hofu ya maisha yako inakuwa. Otherwise haikuwa ni jambo lingine. Wanataka huyu ambaye wanamuona ni threat number 1 tumuogopeshe. Walimtukana wakajaribu kila kitu ikakatana, wamuogopeshe na bunduki ndo atoke waone kama wanaweza kupita swift. That is a lie. Na vile alisema senator jana, alisema ako tayari kukufa. Ule anataka kwenda kumua pia anamjua mali yako. Enda muue ndio upate kiti. Otherwise kiwango yako hai atasimama. Na alisema Kina jana, mbeleni watu walikuwa wanasema anasimama ama hasimami. Jana alisema yeye anasimama. Na kama kina mama tuna support kiongozi mama. Tumetoka na uongozi wa wanaume na tumesema ni time for change. Na kama sile slogan ya Sifuna jana mambo ingekuwa mbaya, tulizima na tukaendelea. Na tutazima hiyo vitisho vyote na tutaendelea mpaka tamati.